Karibuni ndugu wapenzi wa kipindi cha habari ya soka. Natumai kuwa mko salama. Habari za leo tunaanzia na habari kutoka Barcelona, Uhispania. Licha ya hamu yake ya kujiunga na FC Barcelona, Julian Alvarez hakukosa kuhudhuria mazoezi ya kurejea kikosini. Mshambuliaji huyo wa Atletico Madrid alifika kama ilivyotarajiwa siku ya Jumatatu jana, akitarajia kuzungumza na Diego Simeone au Miguel Angel Gil Marin ili kushinikiza uhamisho wake. Hata hivyo, kocha huyo wa Atletico Madrid na meneja mkuu wote walikuwa likizoni. Kwa mujibu wa Mundo Deportivo, kutokuwepo kwao kulimkasirisha sana Alvarez. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina anahisi kuwa viongozi wake walikwepa mazungumzo hayo yaliyokuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu. Inaripotiwa kuwa mashuhuda katika uwanja huo wa mazoezi walimsikia akisema kuwa sasa anakusudia kushinikiza makabiliano na kwamba klabu hiyo haipaswi tena kumtegemea. Bila shaka vyombo vya habari vya Uhispania vitafuatilia kwa karibu mkutano wake na Simeone ambao umepangwa kufanyika siku ya Jumatano. Baada ya kufungwa mabao 3-2 katika mechi ya kirafiki uwanjani Anfield siku ya Jumapili iliyokwisha, Liverpool ilikabiliana na timu ya Monaco iliyoonyesha mchezo wa kuvutia na wa kushambulia. Kiwango cha AS Monaco kilimvutia Virgil van Dijk. Nikimnukulu bwana Van Dijk aliweza kuzungumza maneno yafuatayo: ilikuwa mechi nzuri ya kirafiki, alisema beki huyo wakati wa Liverpool. Ilikuwa vizuri kupata muda wa kucheza dhidi ya mpinzani imara anayejitahidi kukuza mtindo wake wa mchezo na kuthubutu kucheza huku akimiliki mpira, akiwa na wachezaji wazuri na kocha mpya Luis Philippe. Nilizungumza naye vizuri baada ya mechi, nimewahi kucheza dhidi yake hapo awali pia. Kwa hivyo ilikuwa ni kipimo kizuri sana. Maneno hayo ya sifa dhidi ya timu ya Monaco yaliweza kusemwa na Virgil van Dijk. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, hatimaye Vinicius Junior ameongeza mkataba wake na Real Madrid hadi mwaka wa 2032. Hii ni habari njema kwa kocha wa Real Madrid Jose Mourinho ambaye anafurahia kuweza kumtegemea winga huyo mahiri wa upande wa kushoto. Jose Mourinho aliweza kusema maneno yafuatayo, amejisemea akisema hivi: jambo muhimu zaidi ni kuongeza kwa mkataba wa Vinicius. Bila shaka ni chanzo cha furaha kubwa kwake, lakini pia kwetu sisi. Kocha huyo raia wa Ureno aliwaambia waandishi wa habari hakuwa amefanya mazoezi mengi kabla ya mechi yetu ya mwisho ya kirafiki dhidi ya Ferencvaros, na alikuwa amechoka alipoingia uwanjani, hivyo sikutarajia kumuona akimiliki mpira, akipiga chenga kwa umbali wa mita 50 na kufunga bao. Ni mchakato, atakuwa bora zaidi katika mechi ijayo na kisha bora zaidi katika mechi inayofuata baada ya hiyo. Hector Ford
anaweza kuwa mchezaji kijana wa FC Barcelona anayefuata kuondoka Catalonia msimu huu wa joto. Ingawa beki huyo wa kulia anaendelea kufanya mazoezi chini ya kocha Hansi Flick katika kipindi cha maandalizi ya msimu, inaonekana kuna uwezekano mdogo wa yeye kubaki Barcelona, hasa kutokana na ushindani mkali katika nafasi yake. Baada ya kucheza kwa mkopo huko Elche msimu uliopita, beki huyo mwenye umri wa miaka 20 anaweza kutafuta klabu mpya ili kupata muda zaidi wa kucheza. Kulingana na vyombo kadhaa vya habari vya Uingereza, Fulham imemlenga Fort kwa pendekezo la Alvaro Arbeloa. Kocha huyo raia wa Uhispania ambaye ana imani kubwa na wachezaji vijana wa La Liga kama Gonzalo Garcia ana hamu ya kuimarisha safu yake ya upande wa kulia, na inaripotiwa kuwa ameomba klabu yake kuulizia masharti ya uhamisho unaoweza kufanyika. Barcelona inaweza kudai kiasi cha takriban euro milioni 10 kwa beki huyo kijana, kulingana na gazeti la Sports. Kuondoka kwake pia kutaiwezesha klabu hiyo kuendeleza sera yake ya kuibua na kuonyesha vipaji vyake vya vijana. Kufariki kwa Jorge Messi kumevuruga ghafla maisha ya kila siku ya Lionel Messi. Baba wa gwiji huyo wa Argentina ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 68 katika kliniki moja jijini Rosario baada ya kuugua kwa muda mrefu, ameacha pengo kubwa katika maisha binafsi ya mchezaji huyo pekee, bali pia katika historia ya taaluma yake ya soka. Jorge Messi hakuwa baba tu, alikuwa mshauri wa kwanza wa mwanawe, mwakilishi wake na nguzo ya tegemeo tangu hatua za awali kabisa za mchezaji huyo katika soka. Kuanzia kipindi chake akiwa Newell's Boys hadi kuhamia Uhispania, alimuongoza Lionel Messi katika kila hatua muhimu ya kupanda kwake kileleni, akifanya dhabihu zilizohitajika ili kumwezesha mwanawe kutimiza ndoto yake. Akiwa anafanya kazi kimya kimya nyuma ya pazia, alichangia pakubwa katika kuunda moja ya hatima za kipekee zaidi katika historia ya soka. Hivyo kifo chake kimemgusa Lionel Messi kwa namna ya kipekee na ya kina, ikizingatiwa uhusiano imara sana aliyokuwa nao na baba yake. Hata hivyo, maumivu haya si mapya kabisa kwa Lionel Messi. Wakati wa kombe la dunia la hivi karibuni lililofanyika Marekani, afya ya Jorge Messi ilikuwa tayari ni jambo linayoitia wasiwasi kubwa familia. Licha ya umbali na majukumu ya mashindano hayo, hali binafsi ya nyota huyo wa Argentina alimpa mzigo mkubwa wa mawazo. Picha za wakati huyo zilionyesha hisia nzito alizokuwa nazo nahodha huyo wa Albiceleste, hasa alipozungumzia wapendwa wake
na changamoto za kiafya alizokuwa akikabiliana nazo baba yake. Miezi michache baadaye, habari hizo mbaya zilizohofiwa zikafika. Baada ya kupata taarifa hizo za kifo cha baba yake, Messi alisitisha mara moja majukumu yake ya kikazi na klabu ya Inter Miami ili kurejea Argentina na kuwa na familia yake. Mazishi hayo yaliyofanyika kwa faragha kubwa jijini Rosario yalikuwa wakati mgumu sana kwa bingwa huyo wa kombe la dunia, ambaye tangu wakati huo ameamua kubaki na familia yake bila kuweka tarehe maalum ya kurejea Marekani. Uamuzi huu una umuhimu wa kipekee wakati ambapo tayari kuna maswali yanayojitokeza kuhusu mustakabali wa taaluma yake. Kulingana na taarifa kutoka vyombo vya habari vya Argentina, ikiwemo Doble Amarilla, Lionel Messi ameamua kuweka kando majukumu yake ya kikazi ili kuomboleza kikamilifu na kuwapa sapoti wapendwa wake katika kipindi hiki kigumu sana. Inaripotiwa kuwa hakuna muda maalum uliopanga kwa ajili ya kurejea kwake Inter Milan, jambo linaoashiria kuwa soka imewekwa pembeni kwa sasa. Kipaumbele cha mchezaji huyo kwa sasa ni familia yake, huku akipata sapoti kutoka kwa mama yake, ndugu zake, mkewe na watoto wake. Wachezaji kadhaa wa timu ya taifa ya Argentina akiwemo Leandro Paredes, Nicolas Otamendi na Angel Di Maria wanatarajiwa kumtembelea ili kumpa faraja na sapoti. Hali hii ya kuonyesha mshikamano mkubwa inadhihirisha umuhimu wa Jorge Messi katika maisha ya mwanawe, pamoja na nafasi ya kipekee ambayo familia ya Messi inayo katika soka ya Argentina. Hatua inayofuata katika safari ya kitaaluma ya Lionel Messi bila shaka inazua maswali mengi. Vyombo vya habari vya Argentina tayari vinahisi kuwa huenda akaweka kando soka kwa muda usiojulikana, kwani nyota huyo wa Inter Miami bado hajatoa ishara yoyote kuhusu lini anaweza kurejea uwanjani. Akiwa karibu kutimiza umri wa miaka 39, mshindi huyo mara 8 wa tuzo ya Ballon d'Or anajikuta katika wakati wa kipekee na usio na kifani katika taaluma yake tukufu, huku kipaumbele chake kikiwa si cha kimichezo tena bali cha kibinafsi zaidi. Ingawa kwa sasa hakuna uthibitisho kwamba Messi ameamua kustaafu soka kabisa, uamuzi wake wa kusitisha shughuli zake kwa muda usiojulikana unaashiria kuanza kwa kipindi cha kutokuwa na uhakika mkubwa. Baada ya kujitolea kwa zaidi ya miaka 20 katika mchezo huyo wa kiwango cha juu, huenda mchezaji huyo wa Argentina akachukua muda anaohitaji ili kuamua kama ataendelea safari yake nchini Marekani au kujitenga zaidi na soka. Jambo moja linaoonekana kuwa la hakika kwa sasa, Lionel Messi hawazi kuhusu ratiba, mechi au michezo ijayo. Mchezaji huyo anahitaji muda mbali
na pilika za soka ili kukabiliana na hisia za kumpoteza mtu aliyekuwa naye bega kwa bega tangu mwanzo kabisa wa safari yake.